Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ono ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shilingi 200,000 icio ingi urihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Ploti ici ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na barũthi kũgerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. We murata wa ma na wafata kũrĩ ithuĩ. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka ũmwe witũ thĩinĩ wa channel ya Barũthi wa Thayũ TV, hihinya button ya join ĩrĩa ĩrigainie na kiugo subscribe, no cagũre gatagatĩ-inĩ ka lifetime membership, Barũthi TV Partners na Barũthi TV Diehards. Barũthi TV, wega umaga na mũciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Minus Records.
Thank you so much. Very well. It's very good. And Kenya na weja wa bururi it is an honor gukoro ukinomerera mahinda maya nicoke ngatho nyingi muno makiria. So let me appreciate you for coming this beautiful day of days on 9th Saturday December 2023. Na mwenzangu wako upande mwingine wa studio. I want to welcome him. He has been away for quite some time. Tumemisa, hapatikani, haongei. Ingawaje nilimuona akiwa nikamwona akifika. Sasa leo nimeamua nikupeleke moja kwa moja hadi sima kwa Arizona ama kwa upande gani atatuambia. Alfred, karibu sana. This is how the Americans do their salute, not like this. Oh. like this. Right. Okay. Asanteni sana. I am so glad to be here. I really appreciate it's been some time, but it's been a joy. A lot has been happening. Mambo imekuwa mingi. Nilikuwa nafikiri Amerika ni kijiji. Amerika si kijiji. Unafikiri Amerika ni kama Machakos Junction? Mimi nilikuwa nafikiri Amerika ni kama Umoja, Dandora, karibu. But let me tell you one thing. It's been amazing. It's been amazing. I mean, from one place to the other, one corner to the other. Na different weathers. Unaenda tu hapo unasikia 2 hours behind. Na uko America. Unaenda kule kwingine unasikia 1 hour ahead. Aya, umesema si tumetoka tu saa hii. But it's been amazing. Tumezunguka. I have met the people on ground. Nimepatana na watu wengi sana wenye wameinvest na sisi from Maryland to Washington DC to New York to Arizona, yes, to Florida, to what other place, to Houston, Texas, to Miami, and then now to New Jersey. Hey. Saizi uko wapi? Now I'm in New Jersey. Gosh. So, Abu, explain to us, what is the experience? Nini hii umesoma umeona ni tofauti sana na Kenya, apart from ours? And I would also like to know, hiyo masaa imekuwa affect kiaje? Una move from one point to the other, unaambiwa uko 2 hours behind, baada unaenda unaambiwa uko 5 hours. How does that affect your schedule? Do you even take time to understand nini wanakuambia you are 1 hour behind? Ati kuna wakati inabidi wangoje masaa irudi nyuma 1 hour. I mean, do you understand that language? Ama what is that? Maybe to us wenye hatujui hizo story. One thing nimeona, kwanza kila kitu hapa ni right side. Unaona? Right side. Unapata driving ni right side. Kwa hivyo kila kitu ni right side. Sasa one thing ni hiyo masaa sengine wanabadilisha. Mimi hata sijajua niko wapi. Mwili yangu hata sijajua kama ni August ama tuko July ama tuko siku. 2 days ago vidole zangu zilikuwa zinakatika, vidole. It was so tough. It was so cold. Yaani nakwambia ukitoka nje na ngoja tu Uber like in 2 minutes. It's so cold that I had to run inside the building. Sasa leo naona kuko na jua. Yaani nakwambia mwili yangu I don't even know. Mimi hata sielewi. Sasa ingine hata nashangaa kama tuko Sunday ama tuko Monday. Sasa ingine unasikia wamerudisha 2 hours behind. You are in the same state. Wanasema sasa tunarudisha 2 hours.
Mbona mnarudisha? Simwache time iendelee. Yeah. Like it's really different. This is very different from home. Yani it's an experience. Lakini kitu moja nimejiuliza, mbona watu wananyimwa? Sijaona a big reason watu kunyimwa visa. I have not seen why that Kenyans kienda kwa embassy zipatiwa visa. Naona yani ni kawaida. Hakuna, kwanza huko watu wanafanya kazi. Umeona wewe, umeona nikipika, umeona nikiosha vyombo, umeona nikifagia kwa compound. Sisi Kenya tuishi hivi. Sisi Kenya tuishi hivi. But here, ile tofauti ya hapa ni kwa sababu unajua everyone is very busy. People are very busy here. Hakuna mtu anakaa chini. Normally, whether you're working from home or what, kama sasa unaona by the time you find someone ni ngumu sana. Juu kila mtu busy, anakimbia na dola, anakimbia kazini, anarudi hivi, anachukua mtoto shuleni, anachukua mtoto kwa sports. Yani it's a very organized country. This is a very organized country. It's just on process. Na ndio law upuzi. Unapotea Alfred. Ipotea. Alfred. Unanisikia? Unanisikia? Yes. Up, slow and order. Everything is for kila barabara inafaa sign imeandikwa stop. My friend. Hello. Unasikia? Ukiona sign imeandikwa stop, venye unajua ku drive Nairobi unakimbishaga gari. Hapa stop ni stop, my brother. Stop is stop. Stop is not ati kidogo. Una stop mpaka gari inasimama ndi. Alafu unaangalia right, unaangalia left, unaangalia right, unaangalia left. Nakwambia hapa it's not a joke. Hapa watu wanafuata law, kila mtu ako kazi yake, anaamka anaenda job. Anajua anafanya masaa ngapi, anatoka from one job to the other, anasign in from this job to the other job. It's like really different. Like nakwambia, lakini kitu kingine nimeona na nikashangaa is that kila pahali unasikia we are employing. Kila pahali, kila building, kazi hapa. Unasema sasa ndaenda gani? Lakini hizo ni kazi za mkono. Sasa, let me ask you. Compare na Kenya, in Kenya kupata kazi ni ngumu sana. Yeah. Ziko lakini hautajua ziko. Because in Kenya utaziona zikiadvertisiwa, hautajua watu walipewa na system gani. When it comes to that country, at what rate mtu anaweza kuja na apate kazi immediately? First of all, lazima ukuwe na paperwork yako iko in order, kwa sababu hapa serikali, and then everything yako iko in order. Kupata kazi ni rahisi by the time you establish. Masomo ya Kenya unasaulia Kenya, unakuja unaanza shule fresh. Unasahau everything that you are doing in Kenya, you come here and start fresh. Driving, mimi hata sasa siwezi endesha gari. Can you imagine? Lazima niende shule vile unatuziana. Na mimi najisikiaga ndio driver wa Nairobi mashuhuri. Yani siwezi endesha gari hapa. Lazima nichukue. Imagine. Kila kitu lazima nifanye, yani unapata, yani everything, yani nimerudishwa, yani nimekuwa very disarmed. I am not in control of myself at all. Nimerudishwa zero, yani kila kitu napelekwa hivi, naambiwa hivi na yani mpaka nasema sasa hii I want to go back home. Let me ask. Ukienda huko na hauendi kufanya kazi, umeenda kutembea, and of course mtu kama wewe ushatembea places mingi, so there's so much excitement. Do you enjoy kukaa huko bila kufanya kazi? Is it enjoyable kukaa mahali ati umeenda kutembea tu na ufanyi kazi, ama you are lonely? How does it
I mean, how do you feel kukua tu hauko kazi, uko idle, hakuna mtu anashughulika na wewe, watu wanaenda kazi zao? Is it fun kuishi, kukuja kutembea huko na hakuna tunafanya? No, here if you are coming to visit na una kitu ya kufanya, 1 month is very long. 1 month is very long. I think maybe just 2 weeks is enough. Kwa sababu after that kama una mambo kama huko tu juu utakaa kwa nyumba, utaosha tu vyombo, upike, watu wakitoka job wanapata chakula. Unafagia nyumba juu unakaa unalala unaamka, unalala unaamka. Yaani hakuna kitu juu hapa hakuna mtu anatembea na mguu, kila mtu ako na gari. Na kama uendi pahali unajua utapotea. Utapotea. Sasa tunasio wanataka kwenda tao kutembea, kuna tunataka kwenda kutafuta tao. Utafanya aje na gari iko hapo? Uwezi enda na gari, utadrive aje? Utashikwa my friend. Kwanza barabara za hapa unaenda right. Sasa right hata ujui utapita njia gani ndio. Sasa unashangaa hapa right, saa nyingine unajipata left. Unaingia ukipiga kona unajipata left, unarudi right, utagongwa. Na hapa watu wanaenda mbio. Hapa watu wanaenda mbio na hapa highway ni kubwa. Barabara unapata lane moja, highway hivi, 1 lane iko na karibu 8 lanes, 6 lanes. Sasa na gari inaenda mbio, speed, overtaking, mpaka unashangaa watu wana drive aje namna hii bana. Speed very fast, mpaka naogopa, I can't. Okay, how is the rate of corruption in that country? Are people corrupt like Kenya? Kenya unajua unaweza endesha tu ovyo, ushikwe, uambie polisi sasa ni aje situongee hii maneno yanaweza ishia hapa. Is it the same? My brother, hapa hakuna polisi. Ukisikia hiyo kingora imelia nyuma yako anakuambia pull over, that's it. Hapo hakuna mambo ya pesa. Akikuja anakuambia leta driving license yako, leta. Unajua kwa nini nimekusimamisha? Ticket 5,000, 7,000, 10,000. Hakuna mambo ya polisi anakuambia, hakuna kitu unaongea na polisi. Nothing. Na ameweka kamera. Ameweka kamera hapa. Anakusimamisha na kuambia kila kitu iko recorded. Hapa mimi nakwambia naziona mtu anaweza niitisha pesa hapa. Ati aniambie fanya hivi, nothing. Everything ni law and order. Nakwambia unasimama kwa line ile ya ukweli. It's not a joke. Wewe juu ya uoga unashinda kwa nyumba. Juu unaona kama utakosea mahali. Nakwambia kila pale mpaka na ule anyone that is driving mimi naambia hapo umekosea. Anaambia hapana, polisi yuko karibu, ni sawa. Lakini nasema unaonekana hapa amekuona. Because hapa huwezi tu. In fact, you cannot give a policeman, I think that's the biggest crime. To give a policeman money. Hiyo ni crime. Sasa hata ataweka mambo ya driving kando. Sasa wewe utafungwa, utalala ndani. Na hapo kulala ndani ni siku moja, ni siku hiyo. Siku hiyo unalala ndani. It's not a joke. Here you don't play. These people don't play. Hapa ni law and order. Kila pahali unafuata. Na parking, atuoni city council. My friend. Kila pahali hakuna utaona mtu. Everything is in the system. Ukifika hivi unaangalia parking, unaangalia unaenda una park. Kuna barabara zingine ukipita, wacha ile si tunalipa 300 hapo. Tunalipa hapo 300 tolls at expressway. Hiyo ni nothing bana. Hapa barabara ni tolls, kila pahali ni tolls. Hapa na umeacha gari itavutwa na utaipa mpaka huko ndani na ulipe fine kubwa 250 USD. Hiyo ni kama pesa ngapi? Over 30,000. Hapa is not a joke. Now, every road that you're going to use, yes. I think it calls for discipline kuishi US. Because nimeona ukiwa wewe si mtu wa discipline, basi itakuwa ngumu sana kuishi hapo, utadipatiwa haraka. First of all, hapa ni discipline, law and order. Wacha hata hiyo yake. You know, every building has a door. Every building has a door. Sasa wanaume wa huku washafanywa kuwa gentlemen because you must hold the door for the next person. Kama uko na bibi na watoto, ukifungua mlango, lazima ufungue mlango. Hakuna adventure tunaingianga japo na ingia kama umepita. Ndio tunaingia na baridi ndio unakaa huko. Na ukiingia kwa hivi kwa restaurant, you stand and wait to be allocated a table. You don't just go and sit.
You don't just go and sit. You have to wait. You be allocated the table. Pale unaenda kukaa, unaenda unaoneshwa kaa hapa. Na mkitoka hivi tena mlango imejifunga, unafungua mlango, watu wako wanatoka. Si vile unakimbia Java unaingia, unakimbia supermarket unaingia, hakuna mlango unafungua huko kwetu. Every door, every place has a door. Every place. So it's very different. It's very, very different. But it's a very exciting place. Unaona ukiangalia weather huku, weather sasa leo iko very warm. It's a very good place to live. Fanya kazi, unajipatia timeline, unafanya unajipatia tu timeline. Na ndio nimeona a lot of people when they come back to Kenya, they come to rest for real. Wacheni tusiwasumbue. Tusisumbue wageni wakikuja. Wacha wakuwe wageni, wapumzike, alale enough. Usiseme hapa watu wanachoka bana. Ai. Guys are getting very, very tired over here. Very tired. Mimi unajua nilikuwa Barudi. Endelea. Nilikuwa nakwambia, unaona ati nasikia ati when we drive to Konza at is just 45 minutes. Yaani nakwambia hapa mtu anapiga drive 4, 5, 9 hours, 11 hours ana drive gari daily. 11 hours mtu kwa barabara amekaa. Wewe Barudi, when was the last time you drove for 3 hours? Where? Sasa nilikuja kurealize most of men wakienda huko US wanachangamkia kupika, kuosha vyombo, kuosha nguo, and like how you can do in Kenya. Like how unatumia video ukipika chapati. Mimi siona Kenya huko unatumia video ukipika chapati. What happened? Ukifundisha bila yako. Mimi na desturi. Hapo utakufa njaa. Hapo utajipikia ama utakufa njaa. Hapa hakuna mtu anakuonea huruma. You must do everything for yourself. Hapa you must do everything for yourself. Hapo unaamka unajijua nyumba itaoshwa aje, watoto waenda shule aje, na hapo uweze kwa mtoto kwa nyumba. Waache mtoto kwa nyumba ati mtoto ako na 13 years ama 10. Unamwacha kwa nyumba utafungwa baba. Utafungwa ndani. Hapa it's not a joke. I am yani 10 13 years. Umwache kwa nyumba. Unaenda na yeye. Haiwezi mwacha kwa gari ati ukimbia pale ati kwa supermarket ati dadika hapo kwa gari kidogo na kuja. I'm going to never. Na mtoto kwa 13 years. Kwa hivyo hapo ukiamka unajua utakula nini, unajua utavaa nini, unajipigia pasi. Mama pia yuko kazini, unajipigia pasi. Mama hayuko. Sasa hiyo unafanya kitu yote mama alienda. Jumko tu wawili na watoto. Upeleke mama apeleke watoto shuleni ama uwapeleke? Uwapeleke alafu urudi. Ndio ujitayarishe, upike chakula yako, uvae, uende kazini. Alafu sasa urudi. Mama naye arudi jioni ama asubuhi. Kwa hivyo huko mnagawana kazi na mama. Si ati kuna kazi ya mwanaume na kazi ya mama. Never. Kazi ni ya kila mtu. Kazi ni ya kila mtu. Mama anapika, wewe unapika, unapanguza hivi, yeye anapanguza huku. Juu saa nyingine pia amelala, ameshinda kazini usiku yote. Kwa sababu hapa is a 24 hour economy. Sasa amelala, lakini hawezi amka akupikie. Expect a new Alfred ukirudi. You expect a new Alfred ukirudi. Mimi sasa nikirudi Nairobi hivi, wale watu wote wananifanyanga kazi kwanza na wafukuza. Nawaambia neni leave. Go on leave. Go on leave. Now I want to work. I just want to work. Lakini kwanza kitu ya kwanza nikirudi nakuja kwanza kupumzika kwanza. Kwanza narudi kupumzika kwa sababu nimechoka. Nakwambia nimepika, nimefagia compound. Unaona huku kote manyazi, unaona huku, hata nikuonesha manyazi. Unaona hii yote? Hii yote ni manyazi, huku kote unafagia.
unafagia hizi vitu zote, to sweep hii yote. Unaona? Hata imagine ndio kifagia na uliacha kazi ngumu hapo ukaenda kubaki. na nafikiri nakuja kupumzika. Wapi my brother? I have not even had a single day to rest. Now I'm coming back, I rest a bit. Kwanza nirudi holiday Nairobi. Nairobi is a good holiday destination. Nairobi is a good holiday destination. So I'm coming to rest. And then I start work. Oh my God. It's been amazing. Bills. How are the bills? Sasa Barodhi, let me tell you one thing. One thing yani mimi roho yangu imekufa kwa sababu nikienda kwa supermarket ama ningeenda kununua kwa kitu, unasikia hii kitu ni $30. Ati Uber nalipa $20. Ni hapa na pale. $20, you know, 2,500 na ni distance 2,000. Sasa nimeacha kuconvert. I can't convert anymore. Because when I convert, I get stressed. I get stressed. I can't buy anything. I don't have money. I don't have money to do anything here. Sasa let me tell you another thing. Very amazing. Nimeenda nikakula kwa restaurant. Huyo mama analeta bill. Ati bill iko na tip ya $10. Na mimi sitamwambia nampe, ameweka hapo kwa bill. Ameweka hapo kwa bill. Sasa mimi nampatia 1,500 tip. Wewe umenikumbusha kana kama mkahawa tunakulaga pale tukienda adhimu. Ile wakati yanga huko unapango. Hapa hakuna tena kuongelesha. Hata nikwambie nipatie hii ama ni hapana. Hiyo bili yako umekula 2,500. Kwanza unasikia hii 2,500, unasikia chakula tumekula mimi na mtu mmoja tunalipa maybe 69 ama $80. My brother, $80 times 150 kichwa inaruka. Nasema hizo ni mbuzi ngapi? Na tumekula chakula hata tujashiba vizuri. Hatujashiba vizuri. Sasa umerudi lini? Unaona wewe kama utakondea huko sasa. Nimekonda, nimesha lose kilo karibu 7. Kilo 7 imeenda. Na ile kilo una lose ya kufanya hesabu ya pesa yenyewe unarudi. Barodhi, here is unaffordable. I can't. Nikienda kufanya hivi translation ya Kenya na hapa, mimi nasikia kichwa yangu I'm not functioning. Kwa sababu hata Uber nikienda hivi, nikikula kwa restaurant wanaweka tip ya 1,500. That is what we eat at Nairobi. We use 1,500 to eat. How can you ask me to give you a tip? Na wewe umeniserve tu. Huku ni hatari. Lazima. Kisha kutoa lazima tayari ushagongwa kwa chakula. I can't believe, but all in all, like in a nutshell, it's a great place to be. It's a great place to work. People work. Here people work. Everybody do. Kama uko nyumbani, kama uko anywhere you are, you work. You do your work and then you get paid. Then you make it in life. There is no laziness in Nairobi. You cannot come here when you are lazy. You'll be on the streets the next day. Utalala kwa street. Hivi Barodhi, unaacha hiyo career yako ukuja hapa America, alafu ujifanye unalala kidogo, unalala kwa street. You'll be homeless. You'll be homeless. In a day or two, unapata juu bills ni bills. Bills inakuja hii, bill inakuja hii, wewe unaona kale ka bedroom, unaona kama hiyo nyumba ya hiyo ofisi yako, hiyo studio. Mpaka hapo mbele.
Rent alone is about 250,000. Nilifanya hesabu. Kwa nini unafanyia kazi rent? 250,000. Gari hujaweka mafuta, hujalipa insurance juu ya hospitali, hujalipa sijui nini, hujalipa sijui nakwambia hujalipa hizo tolls, hujakula. Hapa lazima ukue yani a very hard working person for you to make ends meet. 1 million huko bills ni kitu rahisi sana. It's very easy. Hapa hata ukikuja na 1 million hiyo si kitu, hiyo ni kama 200,000. If you bring 1 million here, that's nothing. That's nothing here. 1 million hapa watu hapa 1 million waulize. I think nimepatana Taina nani najua our friend Mukanjeru yuko huko. Na nani watu wengi sana wameniambia wako nyumbani. I'm coming back home to meet them. Waniambie how they've lived here for years. For years and years. How? I do like 20. How? Imagine how do you live here for 20 years? Yani na uko na pesa na uko sawa na unanunua shamba kwanza. Ai wewe uko sawa. Wewe uko sawa. Ya. Saidia watu Kenya. But let me tell you, the worst mistake, ama watu saa ingine nakwambia watu wanakuwa bitter, is when they are working so hard, wananunua property, alafu mtu anawaibia. Yani nakwambia, anyone do hata atakuwa cursed. Sikudanganyi. These people are working so hard. They never rest. They never have a day to rest. They never have time to, even for themselves. Alafu atume pesa nyumbani, alafu you don't buy for them, nakwambia Mungu atakustrike dead. Hautaka. It's not a joke. Barodi utakuja, and I'm praying that God gives you that opportunity. You come here, even just for 2 years. I'm coming very soon. Amen. But utaona, this is not a joke. This is not a country where people joke, people work. Kila mtu anaenda kazini. Hakuna pali nimekuwa hosted that nishaipata mtu kwa nyumba. I wake up and I'm alone. I wake up and I'm alone in the house. Ashaenda job na una gari. Sasa kienda job ni hivyo, wewe umebaki peke yako, ujipange venye utaenda. Yani huko unaishi kama katoto kadogo, ushaachwa. Ushaachwa nini? Maina hawezi. Maina hawezi kaa hapa. Maina atarudi mbio. Maina atarudi mbio sana hapa. Sasa ukitoka nje kwanza, ati kwanza wewe na Ngaruya, ati mnavaa masuti wapi? Mimi sijaona mtu amevaa suti hapa. Unatoa suti, baridi itakuua. Baridi itakuwa, kila mtu anakaa hapa hivi, kila mtu ako hivi hapa hivi. Hivi. Weka kwa masikio na kuambia hivi. Umevaa vitu umejifunika. You can never wear a suit in America hardly. Kama saa hii this weather, ama kama uko ndani ya building, is very cold outside. But I mean that inategemea na ile nini huko, ile state huko. But where I am now, juzi na hiyo the other day, the day before jana was very cold, very extremely cold. Na president wako Biden, kipoti kirefu kinafika chini ya knees hapa chini. Yeah. Tunaona kipendeza sana. Hiyo, na sasa hiyo huwezi vaa Kenya. Hiyo ukivaa Kenya unachemka mpaka unaiva kama nyama. Hapa ni baridi, especially here huko DC, Maryland is very cold. And other states kama Alaska. Sasa. Unarudi lini? Narudi Monday. Finally. Narudi Monday. At least. Narudi. Hata mimi nasema wacha nikuja hata nipigiwe siku mbili, nikuwe holiday siku mbili ndio nirudi kazini. Sasa umeanza ku meet some of our customers huko? Yes, I have met some of the customers.
Mmoja yuko job sasa, nataka kumuita. Namuita akuja ongea na nyinyi. Ule mwingine nilikuwa najua atakuwa hapa, ameenda job. They haven't come back yet, but hopefully atatupata tukiendelea. Let me just call her so at least alimia wageni. Huyu alinunua Konza 1. Anaitwa Janet. Yeah, she's coming. So Janet anakuja. Huyu ni one of our investors in Konza 1. I came to meet her. She's here. She's such a beautiful lady. Hello, hi guys. Wow. Hi. Hello. How are you? Wow. Tumenunua mashamba. Sisi tumenunua mashamba kabisa. Huyu anaitwa Janet. Thank you so much. Yes. Niko hapa New Jersey, nilinunua shamba Konza 1. Ongea Kikuyu. Oh, Chari Gikuyu. Yeah. Utake ndajera ni atwaje. Chari Gikuyu danajera dora ni amushie. Ruth dagurire mugoda 1. Mugoda mwega muno. Ni adehera title yake na muno. Twina like ena goal nene muno kana nimesahau Kikuyu. Can you imagine? Anyway, ena goal nene muno ya Konza 1. I think it's going to be one of the most beautiful and most organized developments. So I can't wait to see what unfolds. It's real. I have seen it. I have sent people to see it. And now I'm going myself tomorrow, and I'm going to see it for myself tomorrow. So I'm very, very happy that Alfred brought me my title deed. Ai, kwani kamera iko wapi? Hivi. Niwache. Hivi. Oh, yes. Okay. Pole ni hamuioni. Oh, sasa mnaniona. So nunueni mashamba kabisa. Mimi ameniletea title na nimefurahi. Unakuja lini Janet? Monday. Aya, you're coming to Kenya? Yes. Oh my goodness. Okay. Yes. That's okay. Sasa acha nikwambie kitu moja. Jana akikuja Amerika, hakuwa mweupe hivi. Uongo. Hakuwa mweupe. Unaona chakuwa mzungu. Hakuna kitu kama hiyo. Watu kuna kuchomwa na jua sasa. Alikuja Amerika akasahau Kikuyu, hakuna kitu anakumbuka. Itoto diona lado ya kwaria na Ogekoyo, no ni ndiraririkana, no kwina some words. Ndiraririkana. Gwetha ritwa Kioni ena Kioni kinene muno kia Konza. Yes. Kioneki. Keu. Ena Kioneki kinene muno. Tutigedera kona neki yako turehera hau Konza. Twetereire muno. Twaikara ku. Wow. Tuona nyumba. Tukene. Wakwira hena project 1.2 kilometers kuma gate ya Konza City itigetie broti twerofu. Ni ajerete. Riwe oho kana okuwe yiri ninga gutwara nginya ho. Nitukaona. Already dena broti hau uguo. Kogo deda kwetha kundu kungenera ngoragwo na inyinge hena. Wona ndo atiga. I bet you wona ndo atiga. Okay, nitukaona. No damiona, maybe damiona. Tondu ino jeretwo ni andu ingiore iri njega. No damiona maybe. Ogagura. Wagurire university start to Konza. University vereto Open University of Kenya nirekire admission ya mbere na ginya advert yao nirara Citizen TV ya admission ya students ku Konza City. So you're lucky. Oh yes. Yes, that's good. That's good. I actually like it because the wagura mugoda how do kumaka shana shakushiga die shukuru ko maima kaumako development kaumako to within Konza everything is there. So your even employment opportunities are there.
Whether it's business or a business oriented, the opportunities, the gaps are there. So it's a good project. Bahati ametufanyia mambo, tumefurahi kabisa kabisa. Thank you so much, Janet. Thank you. Ndeka udokwenda kukwenda ndiko da Alfred Igweli umwele ko hena bako ojeli inbox. Haya nikampe. Sasa unaacha nikwambie kitu moja. Unaona ndio Janet yuko mweupe. Mimi nikikaa hapa mwezi mwingine 2 nakuwa kama yeye. Janet came here when she was young. Alikuja hapa kama yuko young mpaka akisahau mpaka Kikuyu akasahau. Now, but this is the young people that have come to Konza and are really looking to invest to see how Konza will turn out to be. She's one of the people. I didn't know her too, and she's not been in Kenya for many years. Unaona? Yeah. Eh? Uliona Open University ilifanya admission? Yes, niliona. Ulinitumia hata hiyo nini? Advert yake saa hizi na run Citizen TV. Yes. Ya students waenda wa enroll. Yes. So wale watu walifikiria hii kitu haiko, sasa sijui watasemaje. Yeah. Wacha nikwambie, the opportunities are endless in Konza. And the way I have seen this country being structured in America, I know that Kenya maybe one day will get there with the pace that everything is going on. Sasa unaona kama vitu kama hizi zinajengwa and then the controls, you know. Even this country started from somewhere. It started from somewhere. Na ukiona wale watu wanaishi hapa, sasa acha nikwambie kitu moja. If you live next to in New York, unaona New York? Barodhi. Apartment. New York ni apartment. Rent ya New York ni $7,000. $700,000. So 7,000? Yeah. Ni kama 1,700 ya Kenya. Rent room moja na choo na sitting room. Because it's New York, it's in a capital city, it's in a city. Anything that is close to New York is very expensive. But the farther you go from New York, ukienda uko Maryland, ukienda uko Texas, ukienda uko ndani, not close to the city, is very cheap. So hapa nimeona hiyo model, what people think, what people say. The closer you are to the city, the more advantage you have. Because your property price goes up. Because ya vicinity yako karibu na city. But kama unakaa huko nyuma, of course ukikaa huko nyuma kabisa, price inaenda cheaper. Ukikaa huko mbele kabisa, the price gets up. Na that's where we are at. Personally, kama Konza nikiangalia pale Konza iko, nikiangalia what we are doing, what we are selling to our people, nikiangalia the way America is structured, of course we can't compare, but I can see that there is a future, there is hope. You know, we are hoping where we were 20 years ago is not where we are now. Very true. And the price of properties 20 years ago is not what is being sold now. So whatever hata nilikuwa naongea na people from Delaware. Nilikuwa nimeenda Delaware in another church and they gave me an opportunity to speak to them. And they were very happy. And they were, in fact, their pastor is coming to Nairobi. Na ninamleta kama uko hapo. Anaitwa Pastor Jenga. Namleta hapo, anaitwa Pastor Jenga wa Delaware, namleta hapo uongee na yeye. He had never known about Konza until I went to that church. So we're going to be in the same flight, in fact, on Monday. Oh, okay. Yes, we learn together and then we go to Konza na yeye. He is really interested. The congregation is really interested. And they can't believe that this opportunity imewapata at home. Wow. So, we only have around 12 plots. Nafikiri either 12 or, yeah, I think kitu kama hiyo. So, nafikiri ni vizuri pia uambie hizo zikiisha pia kuna vile mtu atastruggle kupata kaplot huko sababu it is either anunue bei iko juu ama hatakuwa na choice. One thing that I promise you, pale hata kwanza imefika. Umesikia wewe ndio umeniambia, unajua I am here and I've been here for the last 1 month. Wewe unajua a lot. You know, wacha nikwambie kitu moja Barodhi that I have realized. People here don't know much. They don't know much that is going on at home. What is going on at home? Because since I've been here, sijaona news. Sijaona what's going on. But having come from Kenya last month ago, sina time ya kuona. Yeah, like unaona sasa
even that pastor, huyo pastor mwenye alituhost huyo wa Delaware, when we got to his house, akatukaribisha. The next day was church, Sunday. Akatukaribisha. The next 2 hours mama alikuwa anaenda kazini. Tulifika tu tukakaribishwa, tukaonyeshwa pale tunalala na tukaambiwa basi sawa. Mama akasema wewe mko sawa, chakula iko sawa, akaenda kazi, akakuja asubuhi. Ataona news saa ngapi? Kuingia asubuhi alale kidogo. Ataona news saa ngapi? How will she get to know what's going on in Kenya? If there are no people that are credible, there are no people who are telling them what's going on in Kenya, there are no people who are trustworthy. Na akikuja Kenya akiona property anasema yes, this is what I wanted. So now the price of Konza, now that the university imeanza, it can never be the same. Not hata kama si mimi nauza, even if it's not me that is selling. Even if it's not me that is selling, watu wanakuja huko wanaangalia, hata watu wengi wamekuja huko wameangalia. Mtu anapita hivi anapiga picha ati signpost imeandikwa for sale. They try and call and investigate. Anapata sasa hata afadhali anunue hiyo 2 aongeze nyingine 1. Anapata tuko cheap. We are cheap. Yeah. Sure. It's unbelievable. It's cheap because unapata saa zingine you can buy from those people ni sawa, but ukiangalia the price that they're giving you is more than what we're giving the people here. Kwa sababu most of our customers in Barudi, you know, customers that come back all the time and come back, and we of course tumeanza nao kutoka zamani, and now pale tumefikia we can only give them what what is affordable. Sure. Yes. So nafikiri Alfred hatutaongea sana, at least tumetupea Janet, tumeongea na yeye, and we are happy to see Kenya na nimesikia anakuja Monday. So I think the only thing I can do, because there are so many people who are coming to Kenya for the sake of maybe kukuja sikukuu, nafikiri ni vizuri niwapee namba yako sababu uko huko wakutafute, na namba yako ni 0706 002338. Hiyo ndio namba ya Alfred. Kwa hivyo kama umesema uko state gani? Maybe unaweza kufikia Kenya. Niko New Jersey. Roselle, New Jersey. Very. So nimewapatia namba hapo, mtu anaweza itisha map na bado anaweza kukupigia ukiwa huko, so that ikiwa angetaka kuambiwa ama kupewa the more details anaweza nipigia, pia anaweza ku reach out, na maybe ukiwa huko itakuwa rahisi kupeana one on one conversation, itamsaidia. Exactly. And of course we are planning for another trip which will be now better and bigger, and I'm praying that things will be good. So mwenye amenunua na yuko hapa na nataka kuletewa title, reach me out nikwambie when I can bring it, nikutumie kutoka pa America. I'm going to come back again na niwatumie, but I'm coming to Kenya and then we have a great conversation again together. Yes. So thank you so much Alfred. Mtu anataka zimebaki by the 12 plots. Mungu fatara no atwalidie kutokera na Alfred 0706 002338, kana yako 0798 008 008 0798 008 Oka inbox itiete broti tuerofu turedi na 1.3 million, that is cash. Ulihena beilita tu kama installment 1.4 million. Ulihena mwaka mugima with a deposit of 200,000, and of course tukoleta tukihena 10% discount dokariganirwa na title ni inclusive, na kogwo ni hida gari ya kwenindo kiria hagethira korori umwa waria me gukoro makigwatira Rayo Gardens Konza. Wambere gukumenyithia ati Open University of Kenya ni rekire admission ya mbere, na mundu wothe rero ya Citizen TV gwishinya yona advert yao ya kwira arutwo maenroll, kogwo arutwo manaingira hando vitu zinabadilika. Na waambia wakati wameona university imeanza kufanya kazi, kumaanisha wanafunzi wakishaingia mahali basi kila kitu inabadilika. Yes, for sure. So thank you so much Alfred, tumefurahia kusikia unakuja Monday. Unaingia saa ngapi hivi? Asubuhi sana nitakuwa hapo. Bas, acha tutapatana na huko headquarter ndio nijue exact time. Tukukujia huko. Tafadhali. Sisi nikukujia na gari ya Cool Palace. Tafadhali nichukue na hiyo gari tafadhali, Cool Palace.
na of course Cool Palace nimekuwa nikiona kila kitu, beautiful homes for people to stay. Kama sasa unasikia watu wengi sana wamekuja Kenya. Kwanza Janet huyo Janet huyo. Nenda mtu airport. Kwa hivyo ajipange. Atajipanga ataingia kwa hiyo cruise yenu. Yes. Yeah, namwambia hakuna gari lingine anachukua. Sasa tutakukujia na hiyo ya Cool Palace for free. Tukupeleka mpaka nyumbani. Thank you. Asante sana. Tunashukuru sana Alfred, kuwa na wakati mwema. Salimia wale labda tungeonana na wao lakini hatujapata nafasi, and we welcome you back to Kenya. Sasa up next ni mimi. Up next tunakuja kuosha vyombo na wewe. Bas. Anyway, so thank you so much. God bless you so much. Ukataka labda kusalimia watu wawili watatu? Yeah. Kama kuna mtu amereach out, kwa sababu simu nimeweka mbali kidogo. Sina simu karibu, but you can tell us. Tunaweza msalimia. Salimiana. So najua nani alikuwa anataka kunihost sana, Queen Esther. Alitaka kunihost sana lakini unfortunately nilikuwa nishatoka huko, yeye yuko DC. Najua pia Mkanjero alikuwa ameniambia niende huko Miami, but ikakuwa tena pia nakuja Nairobi. Alafu pia kuna bwana Thomas Texas, tulionana, alikuja Thomas akatukonana Texas. Alafu kuna bwana Mwanza tulionana naye pia Texas. Alafu who else yuko hapa pengine na mwacha then kuna watu a few people nimeenda hapa, kuna Phyllis tumekuwa tukiongea sana lakini hatujaonana, lakini yes, but it's been great. Wow. Thank you so much. Barikiwa sana, travel safe, tuonane Monday majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Amen. Thank you so much. God bless. Okay, thank you. Oima Alfred ali all the way kuma kule New Jersey, kule mwana wa USA, na tukoragia nake niwe walikia kwehera mitambo-ini. Nina ndi guku mwena wa Kenya ndi guku kundu gwitagwo Amboseli National Park. Niko ndihithite courtesy of Bountiful Safaris. Riu gani ngihorerete haha ndeto guku ni mundu gwitwo kana ni metha ya Kagoni, courtesy of Bountiful Safaris. Na riu kugo iko no wende guka kundu guku gugwitwo Amboseli National Park, kana uthie kure Masai Mara, kana magutware Mombasa, kana uthie Dubai, kana uthie Thailand, Seychelles, na kuria kungi guothe ugubatara kuthie page-ini ya Bountiful Safaris, kana hure na beno gukuhe nyo ndiracerio ni producer kwa mwana uyu ungi ningurigana yuma ya 0724 icio ingi ni ngumenyithio thaa ici no ni homa na 840 handu ndigiriganirwo muno ko ni urenda gucera Kenya na fiu ni urenda kumagara uthie ukerere matura, ni urenda guthie Diani, ni urenda guthie Mombasa, ni urenda guthie Malindi, ni urenda guthie Masai Mara, ni urenda guthie Pajeta, ni urenda guka guku turuku mena ofa njega muno by the way guku kuretu Amboseli National Park kwina ofa njega muno mundu witu. Koguo ni ngwenda waranirie nao namba wa thimu iri haha 0724840482 na producer ni kumbeje kire house screen ine 0724840482 na tarugwa haria tukomete handu herai kwire wagai ukaba kuya na tauti ni cia ona bigucikuthira icio ni kihudira tudisi hivi na yadari watide ikara ditoro ngori boye kari yuke kahua tani matiwe da komadiu abadi muiha kira 0724 uliandika 840482 0724 840482 0724 840482 yani namba ya kuhudhira na
Facebook ucaria andu megwitwo Bountiful Safaris nio mandehete guku mahumuke thutha wa minoga miingi ma thutha wa kurumwo kunene ma minoga miingi ndi mwire twa guys mathai hatu githika wajoroge thutha wa kurumwo kuingi ma thutha wa maundu maingi kai aranjiguira tha ndirona gatripu gaguka guku humuke Bountiful Safaris Penina Benjamin nejo we mukenu ni kunyona humukite mathai hatu ni juu kenete byumwe na feelings ni mukenete muno na miri washira kuna humukite tu ni muramenya ndihumukaga tundu maundu maria mundu agiragire Nairobi ni maritu ndirwo nete amenya ngicoka manjete irio manyamukire tundu igwe ciana ciakwa ni irarua aciari tukona thina muingi muno no Ngai arito ya grace ya kugira ku jokeri Bountiful Safaris ni undu mama wako ndirikana kihinda ta giki tondu kirokire urire ndirabataire kwanza nitaguthara mwathari na iro itana bia guteithia ciana ciakwa murana tondu Ngai ni mwehokaku mureke humuke na thayo ni guku muthi na rucio ona ndoka Nairobi tukaria na inyi koguo mbarikiwe sana na Jane Muthoni Njeru na ino agenia muno thank you so much asante sana Jane Wanja geithika muno makiria niguoka na mwanyita na beo ya andu megwitwo Bountiful Safaris 0724840482 we urenda guka Mombatha we urenda guthie kuria Diani we urenda guthie kuria Malindi we urenda guka Amboseli National Park guko turucio tukaroka nyamu tene muno makiria tukaroka kuona nyamu tene turokira tene tukire by 6 the team bas edi ena bijaya hawekirirwa security timu igatukire 6 shomania radio ya uchigira Bondo baijibona bakebale makiri goko kinde iki gyathi gukunda ihinda ria gukena we kapu hau family tani gwetagwo Sanduna Sanduna something hari riwa rithuagira wikari maiguru ruguonaga iria guku thi nacoka riwa rigi ndio ni ura Sanduna no uraria tukuria tu snacks ukaria kanya mwe gwitagwo pasta imo mukawaini ulile pasta no ibo mukawaini yo kuri ari imana boga ndio njori gwitagwo no he lollipop ikiuma ya ngoko chicken lollipop ndio dikariganero chicken lollipop ndio tulire hukari maiguru gwikama na fuko tumana na nyambura hau ukugujiria duwe ukubira maundu maji muture muiganagirire umupairaga koguo ni kundu guthaka muno makiria na murathimo muno wa muri bag ni juma tigiaga kumuhe offer matigiaga kumuhe offer teka atiriri na urana bero oi wona ndoko imo offer ugona ni barondi bakuhe wona ndoko imo offer 0724840482 ora uge wona gwa barondi na ndoko imo offer ni eterawe sawa ni koguo thank you muno makiria Elizabeth Washira Catherine Geta you deserve a good holiday thank you Kagoni God bless you so much asante sana through the more grace especially to deal with us kids I tell you Anyabura is hoya Anyabura kafogia kire karia ta yako ugitura gajira tani kari ogi kari gukorori ndo akonsido muno ile gigwithire tugathie nake tumana Anyabura kiwene kujiyo ndo ajibi kujiyo no amodo gwitwo jibi kai ndekenere andu angai riu mugie na mahinda mega ndake na muno makiria na ndimuririkanie kuria kwa Cool Palace ari othe maroka holiday matongoretio ni Janet ucio tuona na ari angi othe maroka holiday twina offer njega muno kuria kwa Cool Palace B&Bs na nyumba citu ci kuria Rwaka twina nyumba kuria Kiambu Road twina nyumba haria Thika Road Raisambu Social Estate Greenspan Estate twina nyumba kuothe fully furnished nyumba thaka muno makiria uthagetigithia na riko je no wega ngwire ati ona twina ngari ya gukugira airport ndurabatara gukombia gwetha mataxi stress macio uretha wifi nigetho hurie mundu wa taxi hapana urakora tugwetereire urigora mundu itwe na kabawa dikita hau ritwa riaku
koguo kamenya ucio ni wetereire ugicomoka hau ucio agakuoya gutwara undu ucio gakorwo ri mwega ni koguo ni wega wari na Cool Palace BNBs 0748 999 0748999 000 nucio korwo ri mwega na ofici tu ire kuria Muthaiga Square first floor Wing C room number 110 muthia ho ni gukora madamu etagwo Jackie na mundu macio mangi mothe ni gugubanga koguo muthia inbox muterete nake nigetha kubuku thiku iria ciothe ukwenda na gutigirira maundu mothe ni aguthereria na njira njagiriru mugina mahinda mega wacheni mimi ni enjoy bye bye na wana wale maroka holiday moke ma enjoy Bountiful Safaris wako tayari kukupanga vizuri nigetha ona bigwe uhetu treatment ile ukibatara hidino bego ku Kenya kana hidi roka ku Kenya. So God bless you so much, mbarikiwe sana. Ona wale maroka February, I want a holiday in February. Oh okay, Catherine Gitau aliana Bountiful to baidire kidi mwire holiday ugo Catherine Gitau aliana Bountiful tene nigetha uhote gubanga umarihe kanyamu waku niwe utigie okuka koguo maundu macio rone wega hau nigetha migendo agakuri hagoro dore thana bata hota wakora dora ya batire riu ningi ukore wari hagoro makeria sawa sawa. God bless you so much, bye bye. Okuria Konza uke 0798008008 lete broti tuerofu migendo hetukiriro ni kanyamu hari ya Konza tondu nimehia muno aria ngio the magithie Konza. You sold, this is our fifth project or project ko broti 84 ino ni project ya gatano. You can imagine out of all those plots kuhulilia kamwe na kwa teribino ya mwisho ndio ihandu hali ya hega makiria just 1.2 kilometers kuma gate A ya Konza International Techno City koguo no gabifange hada urigenda nigi ugashoka kurigoka gwathiria igena mahinda mega nithie muikarage mwendete ona mungimenwo ona mungirumwo ona mungiukirirwo mundu gutura mwendete no cio neni na ni ndikoragwo na makoro na ni ngoro yakwa ngoragwo kuri mundu nginya aria manahitirio thenda marekeire akoikaraga ithe. God bless you so much. Thank you makiria producer ole wego kwetagwo Kevin Amos no manager kuri Farudi TV na our main producer kuri studio etagwo John the producer. Abarikiwe sana ni undu wa kuima mathaa make ario studio nigetha memerekie tabarire no arathimo muno makiria na aria ngio the matikirira tabarire no ni arikia gukinyanira. Mbarikiwe zaidi. Asanteni sana. Bye bye. Good night. God bless you.